kajali wa karama na ilahi mola jalia, dua zake akisoma Allah anazipokea. Kwa pamoja Allahumma takabbal dua, ni sharifu firdausi Allah amjaze kheri. Naitwa Fumao Mshairi, natazama Firdaus TV, na kusihi na wewe kutazama Firdaus TV. Wakati wa Mwenyezi Mungu ndio wakati sahihi. Keep watching Firdaus TV. Unatazama Firdaus TV. Wakati wa Mungu, wakati wa Mungu tusaidie. Na kila Alhamisi imekuwa ni desturi kule zawiani kwangu kuweza kumwenzi Sheikh. Sema la ilaha illa Allah. Kwa hiyo hii ni fursa na ni bahati. Nilitizama katika TV vyombo vilivyoripoti. Ilikuwa njia hii ambao leo tumepita kuja haikupitika. Nyie mliojaliwa kuwepo. Hata pala sidhani kama kiatu kama kilikuwa kikivuka pale kama ukikiona. Na mimi naweza kusema hata watu katika gari nilikuwa naambia ndugu zangu kwamba mimi toka nimepata kuelewa ili zuri ili baya sijawahi kuona Sheikh aliozikwa na watu wengi kama huyu. Kwa makamu yangu mimi sijui ni imani kwa wazee wangu ambao hata wasiokuwa ni Waislamu walijua alipokufa huyu bwana mkubwa, hata mpaka walevi. Sasa vipi wewe uliokuwa na akili yako? Walevi siku hiyo walikuwa wamelewa, walioshuhudia mazishi hayo. Pata moja wa bwana kubwa akiyasema maneno haya katika maulidi. Nasema hata wale walevi waliokuwa wamelewa waliposikia bwana mkubwa amelewa, zile pombe ziliisha. Moja kijana tupasiri anasema mpaka wa shekhe ilikuwa mpaka wakipewa ni chakula kula hawali. Vipi mimi na wewe sisi wanadamu? Hebu tuchukue mazingatio. Vipi sisi tuna nini? Yani sisi tuna nini? Ardhi, si wanajeshi, si askari kama Tanzania au dunia. Pigo ambalo Mungu hasa vijana sisi Kiswahili chetu tunasema umepiga katika mshono. Basi Mungu sisi hapa alitupiga katika mshono. Lau shekhe hapa kawa na kama anakuja nasema tupigiane kula hapa, nani aondoke shekhe arudi, mimi nadhani nitakuwa wa kwanza. Tumsalie bwana Mtume Muhammad. Ukigusa historia yake, silsila yake, nasabu yake, maisha yake, nyumba yake, ukioneshwa hiki kadha, mpaka sisi tunajiona kwamba sisi hasa si chochote. Wallahi si chochote, ila inabidi tuongeze bidii ili tuweze ni kufikia juhudi walizozifanya hawa mabwana wakubwa. Na nikawa nawaambia na wasihi watu kwamba ukitaka kujiroga mwenyewe mambo yako yasendi, basi maana wengine si vijana tukishasoma tu ibtidaia alhabibi ukapiga na thanawi ukajua hii ni hurufu gani, ukajua makamu haya, ukajua hii, basi ukapewa mimbali, basi inakuwa mdomo wako, midomo wengine inakuwa sio yenye kuchungwa adabu. Hata video hizi utaona katika comment mtu ana comment bwana umeenda kuomba kabuli, wallahi wabillahi unajitia gundu, yani unajifunga, yani sawa unaenda polisi bwana mimi nifunge, polisi watakuacha, watakutia ndani, akili watakuja kukupima baadaye. Kwa hiyo jamani, sisi vijana, hususan vijana, umkuti mzee wa miaka 60 70 akakwambia hiki kitu bid'a. Jamani, mshasikia mzee kama huyo? Mzee ana mvi yake anakuambia hiki kitu bid'a. Ila unaposikia bid'a ni vijana wa makamu yetu sisi. Jamani, uongo kweli vijana? Ni makamu yetu sisi miaka 25 30, utasikia huyu kasoma Madina, huyu kasoma Tanga, huyu kasoma wapi? Si ndivyo jamani? Au kumtani kwenu kuna mzee kabisa amezeeka anakuambia hili sala ni bid'a? Mmemsikia? Yupo huko? Huyo si mzee huyo. Ni vijana sisi ambao barekhina, damu inachemka. Tuna uwezo wa kupiga madadi kama haya, tuna uwezo kufanya adhkari, tuna uwezo kujitoa kwa ajili ya Allah, tuna uwezo kukaa chini tukisoma ni kitabu cha Allah. Ndio tunawashambulia mashehe kwa maneno mabaya, ndio tunawakosea ni adabu kwa mashehe zetu kwa maneno mabaya. Niyafunge maneno yangu kusema kwamba mimi hapa si msemaji, sina makamu ya kusema ni mbele ya sheikh.
ila natafuta ngazi za kudandia ili nami nionekane katika watu waliofanyaji, walioongea kwamba sisi mashekhe wanapotutanguliza basi inakuwa sio ombi tena, hiyo inakuwa ni amri. Kwa hiyo nilikuwa sina uwezo wa kuweza kukikataa nikipaza sauti hiki kusema. Ni inshallah nadhani haya niliyosema yaingie katika moyo wangu mimi kwanza kabla yenu nyinyi. Yaingie katika moyo wangu mimi hapa Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadiri niweze nikuyafanyia kazi. Na hii ni ziara yangu ya kwanza na insha Allah nitarudi. Hizi ni sehemu sisi tukishatafuta huko tukishapata hizi ndo sehemu za kuja kula bata. Ndo sehemu za kutumia. Usikia bwana mimi naenda kula bata, naenda kumwagilia moyo. Sisi inabidi hata baada ya swalatul fajr tuje tumwagilie moyo wetu hapa kwa kumsalimia Sheikh. Semeni inshallah. Na ndivyo ilivyokuwa Saidina Imam Ali. Ilikuwa yeye kila baada ya swala ya fajr anakwenda makablini. Lakini leo wewe kila baada ya swala uende kablini. Nenda makablini usikie bwana yule mchawi yule bwana. Mchawi bwana yule. Mchawi. Lakini nasema tuzuru makabuli, kani katika kuyazuru makabuli tunapata ibara na mafundisho kwamba shekhe huyu tulimpenda. Na tunaweza kusema sisi watu wa Arusha ndio wafuasi wake, lakini la. Huyu shekhe ni shekhe wa dunia mzima. Na wachawi hapa nawaambia kabisa, wachawi sasa hivi mimi nitakuwa natisha. Hapa tayari nimepata nguvu mpya. Sallu ala nabi. Kwa hiyo mkinigusa mnakwenda akhera. Wachawi kabisa nawaambieni. Hata wale mahasi wenye roho mbaya wakijaribu kucheza na maisha yetu, basi Mwenyezi Mungu awape kazi ya kufanya. Semeni amin. Na watakao kuwa wanadhihaki twarika kazi za mlidi, Mungu akawape kazi ya kufanya. Mungu ashindi kuwatafutia kazi moto ya kushughulika na sisi tunafanya mambo yetu inshallah. Wa sallallahu alayhi wasallam. Kama simu ilikuwa haina chaji umekuja kuichaji Sheikh. Inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala wa ba'd. Ndugu zangu, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, kisha nimtakie rehema na amani mtukufu wa daraja bwana mtume Muhammad. Baada Al-Gaharan, hatuna zaidi ya hayo. Tupongeze kwa hilo, kwa kuona kwamba kama mlivyosema kwa ndimi zenu, endapo mtu atakuja Arusha asifike kuzuru bwana mkubwa huyu, safari yake haijatimia. Hilo ni kweli. Tumsalieni mtume Muhammad. Ukiwa wewe ulikuwa ni mpenzi au ni mpenzi wa mawali wa Mwenyezi Mungu, ukajua kwamba kwenye mji huu kuna kipenzi katika wapenzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na usiende kumzuru, utakuwa umefanya mambo yako, na pia katika hayo mambo yako ambayo umeyafanya kuna baraka utakuwa umekosa. Ili uweze kufanikiwa vyema ni hivi, kuja kuwatembelea mabwana kama hawa. Na mimi nawashukuruni kwa ikhlasi zenu na nia zenu mkaja hapa kwa ajili ya kumtembelea bwana mkubwa huyu. Alhamdulillah, tunakukaribisheni sana na Allah awalipeni kila la khairi. Ni wachache ambao wanathamini mambo kama haya, hasa kama alivyosema al-Akhi Sharif, kwa wakati huu tulionao. Vijana wengi tumekuwa na elimu za kupotezana, si za kunyoosha watu. Wazee wengi ndio walikuwa kitunyoosha. Sallu ala rasulillah. Kikubwa sisi watu wa twarika, niseme neno moja, tuishi maisha waliokuwa wakiishi mashekhe zetu. Nataka niparudie hapa. Sisi watu wa twarika tuishi maisha waliokuwa au walizokuwa wakiishi mashekhe zetu, ndipo tutafaulu fi dunia wal akhirah. Na tusiwe wengi sana wa kusema maneno yetu yao machache. Kazi ya waliofanya mabwana hawa ndio iwe zaidi katika maisha yetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie
nia zetu ambazo tumekuja nazo katika ziara la bwana mkubwa huyu. Mimi ambaye naongea hapa ni al-akhi, ndugu zangu, naitwa Maalim Nuhu ibn Khalifa Ali, ndio mwalimu wa vijana hawa. Chuo chetu kinaitwa Al-Markaz Sheikh Salim ibn Mubarak. Chuo hiki kina muda mrefu toka 2014 mimi binafsi ndio nimeingia hapa Arusha nikiwa mwalimu mpaka hivi sasa, mpaka mzee ameondoka nikiwa ni mwalimu wa vijana hawa. Kwa hiyo pia nilikuwa mshauri wa huyu mzee mpaka anaondoka akhera. Kwa maana hiyo nyuma yangu, mbele yangu tunao viongozi wa taasisi yetu ya Tariqatul Qadiriyya Ar-Razqiyya Al-Jailaniya, akiwa ndugu yetu Khalifa Mubarak ibn Sheikh Salim Mubarak, ambaye ndio kaka yetu na ndio mlezi wetu kwa sasa tunayemwangalia. Kwa niaba yake na uongozi mzima wa taasisi na twarika nzima, tunawakaribisheni sana peno. Na siku zote mtu kwa huwa karibishwi, lakini kwa sababu ya ugeni tu karibuni kwa hilo, lakini katika twarika nyinyi si wageni. Pia niseme kwamba ziara yenu imekamilika. Tumswalieni Mtume Muhammad. Tukisema kudodosa kwamba kwa nini imekamilika, nitakuwa huenda wakanielewa ngine tofauti, lakini na imani kwamba mimi binafsi ziara yenu imekamilika. Hata kabla hamjaja kuna baadhi ya mambo yamepita hapa, nilijua kabisa kuna ugeni unakuja. Swalla ala rasulillah. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ajalieni kila khair. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربي Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa jaha ya bwana mtume Muhammad sallallahu, wageni wetu hawa ya Rabbi wamekuja kumzuru mzee wetu, ya Rabbi kwa baraka za mzee wetu huyu na siri ya mzee huyu, fungule milango ya riziki, tukinge masidi, tukinge ngaji, tukinge na shari na kila kitu shari. Rabbi Mwenyezi Mungu baraka mtume Muhammad, baraka mashekhe zetu na Sayyid Abdul Qadir. Yeah.
اللهم استجب دعانا في هذه الساعة، لا يستجب دعانا في هذا الشهر رمضان، شهر القرآن وسر الأسرار هذه أحوالك رب العالمين، بعزتك وجلالك بكرمك بجودك. اللهم ثبت بقولك بكل جميع المسلمين يا زاوية الغوث kadiri sisi ya Allah, maneno yaliyosemwa na Ustadh Sheikh Alifa Allah, Allah tuweze kuyafanyia kazi sisi watu wa tarika, tufuate sana wale wafundisha mashekhe, tuwe na matendo mengi kuliko maneno. Waafanna waghfir lana warhamna, mashekhe zetu wote, waafanna waghfir lana wazazi, waafanna waghfir lana ndugu zetu wote, jamii ya muslimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Kajaliwa karama na ilahi Mola jalia, dua zake akisoma Allah anazipokea. Kwa pamoja Allahumma takabbal dua, ni sharifu firdausi Allah amjaze kheri. Naitwa Fumao Mshairi, natazama Firdaus TV, na kusihi na wewe kutazama Firdaus TV. Wakati wa Mwenyezi Mungu ndio wakati sahihi. Keep watching Firdaus TV. Unatazama Firdaus TV, wakati wa Mungu, wakati wa Mungu, tusaidie.